Kila siku ukiwa unashiriki tendo la ndoa, huwa unakutana na kero nyingi ambazo unatamani kustatua. Aidha mashine inasimama legelege, ama unawahi kufika kileleni kuliko ambavyo ungetamani wewe, ama unachelewa kurudia tendo la ndoa, na unatamani sana kustatua hizo changamoto. Na bahati nzuri pia ukiingia mtandaoni unakutana na zile tiba ambazo wewe kabisa zinakuhusu. Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe pia unayo hofu. Aidha unaogopa kwamba utatapeliwa, kwa sababu ni kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Kutapeliwa ni sekunde moja. Lakini pia hata gharama ya zile tiba mara nyingi huwa ni skyrocket, yani zipo bei ya juu sana. Na hata sisi gharama za tiba zetu za upungufu wa nguvu za kiume na dawa nyingine ni gharama of course. So unakuwa na wasiwasi kwanza wa gharama pamoja na kutapeliwa. Kwa hivyo unajikuta hauchukui hatua, kitu ambacho ni valid kabisa. Sasa leo nataka nikutoe kwenye hiyo wasiwasi. Nikwambie vitu vya asili kabisa ambavyo unaweza ukavifanya, unaweza ukaviingiza kwenye routine yako ya kila siku na ukaweza kutatua ile changamoto ya mashine legelege. Unawahi kufika kileleni, unashindwa kurudia round. Hivi ni vitu ambavyo havihitaji wewe hata utoe hela. Ni vitu ambavyo utaingiza tu kwenye maisha yako ya kila siku na changamoto yako itakuwa historia, yani itakuwa kama haikuwahi kuwepo. Nisikilize kwa makini. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye, ile asubuhi tu ukiamka, hakikisha unatumia maji ya moto, glasi moja ya maji ya moto, unakamulia na limao, alafu unakunywa glasi moja asubuhi. Hii inasaidia sana kuboresha mzunguko wako wa damu pamoja na kusafisha ini lako. Hicho ni kitu cha kwanza asubuhi, hakikisha umekifanya. Kitu cha pili, baada ya kunywa glasi yako, tafuta ile asubuhi, tafuta muda pia upate uote ule mwangaza wa jua. Ule mwangaza wa jua ni muhimu sana kwenye mwili wa mwanaume. Ule mwangaza wa jua unasaidia uboreshaji wa homoni zako za kiume. Kwa hiyo dakika 10 hadi 20 hivi pata mwangaza wa jua. Hicho ni kitu cha pili ambacho hakikisha umekifanya kila siku ili uweze kurejesha nguvu zako za kiume bila kutumia hata senti sifuri. Kitu cha tatu, mazoezi mepesi. Kuna mazoezi aina nyingi, lakini kuna mazoezi ambayo yanahusiana na uume. Zoezi la kwanza ambalo unatakiwa ufanye, Kegels. Kama unajua kufanya Kegels, unaweza kutembelea YouTube channel yangu Kyan Herbs. Kuna video huko nimeupload, ama ukanitumia message nitakutumia hiyo video. Hakikisha unafanya Kegels. Mazoezi ambayo yanatumia hata zaidi ya dakika 10 kwa siku. Zoezi la pili, hakikisha umefanya squats 20 hadi 30 pamoja na push up 10-20 hivi. Hicho ni kitu cha tatu ambacho kila siku unatakiwa ukifanye ili uweze kurejesha nguvu zako za kiume. Kitu cha nne, kula vyakula vya afya. Hapa sitaki kuelezea sana. Vyakula vya afya ni kwa mwanaume ambaye anahitaji kuwa na nguvu za kiume. Kula vyakula vya protein sana, kula veggies, mboga za majani sana, limit wanga, punguza kiwango cha wanga unachotumia. Tumia vyakula vya afya ulivyojifunza ambavyo vinaongeza nguvu za kiume. Unaweza kunitumia pia message nikakutumia utaratibu wa lishe kwa mwanaume ambaye anatamani kupata nguvu za kiume. Kitu cha tano, tumia maji mengi. Faida ya maji kwenye mwili wa binadamu ni kwamba yanaboresha mzunguko wa damu, na mzunguko wa damu ni kitu cha muhimu sana kama wewe ni mwanaume ambaye unahitaji kupata nguvu za kiume. Maji yakiwa machache kwenye mwili wako, damu yako inakuwa nzito. Damu ikiwa nzito, uume wako unakuwa mzito kwa namna mbaya. Kwa hiyo ufanyakazi wake pia unashuka. Kwa hiyo kunywa maji mengi, lita 2, lita 3, kiasi chochote ambacho wewe unaona ni maji mengi. Kitu cha sita, tembea. Hakikisha kwa siku unatembea hatua zile. Tembea haraka dakika 20 hadi 30. Faida ya kutembea ni kwamba kwanza inapunguza viwango vya stress mwilini. Moja ya vitu ambavyo vitashusha sana nguvu zako za kiume, vitashusha homoni zako za kiume ni stress ndani ya mwili wako. Kwa hiyo kutembea kunapunguza ile stress. Kitu cha saba, fanya kitu kinaitwa deep breathing. Deep breathing ni kuvuta pumzi kwa kina. Unavuta halafu unaachia. Hii inasaidia mambo kadhaa. Ukivuta pumzi kwa kina kama dakika 5 ukifanya huo mchezo, pia inapunguza ile stress ambayo pia ni sababu kubwa kwa wanaume ambao wanapata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Stress zikipungua, akili ikatulia, nguvu zako
zinarejea. Na kitu cha 8, wakati wa jioni kama unahitaji kuoga, na kushauri sana utumie maji ya baridi. Faida ya maji ya baridi ni kwamba yanaamsha homoni zako, yanasisimua mwili wako kiasi kwamba yanaamsha zile homoni zako. Kwa maji ya baridi pia ni kitu cha muhimu ambacho unaweza ukatumia kulingana sasa na mazingira yako. Kitu cha 9, lala mapema. Issue ya kulala, najua watu wengi sana tuna kulala saa 7, saa 8, hasa wanaume ni swala la kawaida, lakini hiyo ni moja ya tabia ambayo inapunguza nguvu za kiume. Unaweza ukaona tafuta mchawi kwenye changamoto yako, kumbe wewe ni mtu wa kulala saa 8, saa 9. Unapolala mapema, mwili wako unapata muda wa kutengeneza homoni zako za kiume. Mara nyingi homoni za kiume zinatengenezwa ukiwa umelala. Kwa hiyo hakikisha unapata kuanzia masaa 7, 8, 9 kulala. Kitu cha 10, epuka pono pamoja na punyeto. Wanaume wengi sana tumepata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu ya kuangalia video za pornografia kisha kufanya punyeto. Hicho ni chanzo kikubwa sana, na sitaki kuelezea hapo. Nadhani kama wewe ni mwanaume ambaye umewahi kufanya hivi vitu unanielewa vizuri. Hayo ndio mambo 10 ambayo unaweza ukayafanya kama mwanaume, na usitumie pesa yako, pesa ndefu kuweza kutatua hizo changamoto za nguvu za kiume. Na nikwambie tu ukweli, hakuna dawa ambayo inaweza ikatatua changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume ndani ya siku 3, ndani ya wiki moja. Hapana, ni ngumu sana unless iwe booster. Kutatua hizo changamoto inahitaji nidhamu ya kubadilisha mtindo wako wa maisha, ya kuingiza vitu kwenye maisha kama mazoezi, kuzingatia vyakula, pamoja na dawa ambazo dawa zinakuwa na asilimia, zinacheza nafasi yake katika kurekebisha vitu kadhaa, lakini sio tiba ya kudumu. Kama unahitaji kutatua hiyo changamoto kama tiba ya kudumu, fuata hivyo vitu 10 ambavyo nimekuelezea. Lakini kama utahitaji msaada zaidi wa kutatua changamoto yako ya upungufu wa nguvu za kiume, unawahi kufika kileleni, unachelewa kurudia tendo la ndoa, unaweza ukanipigia simu kwa namba hiyo, ama ukatuma message WhatsApp, ama ukatuma message ya kawaida na tukaweza kukusaidia. Can help secure from nature.